nimempokea Yesu, yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, manake utawala mpya umeingia ndani yangu. Na utawala mpya unapoingia ndani ya mtu, au serikali mpya inapoingia ndani ya mtu, mtu anaanza kuifanana ile serikali. Huyu mfalme Yesu, siku niliposema na kutaka Yesu uingie ndani yangu, utawale moyo wangu sasa, yule mfalme mwingine aliyenitesa sana akakimbia. Haleluya. Alafu mfalme wa giza akaondoka, mfalme wa nuru akafanyaje? Ukatawala. Sasa na huyu mfalme wa nuru, yeye uzuri wake sasa ana nguvu zote. Haleluya. Ana nguvu zote, ana upendo wa ajabu. Alafu upendo wake ni upendo usiokuwa na sababu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yani huo mlango umeachwa hivyo wazi kwamba kila atakayekubali kwamba aingie ndani yake awe mtawala wake, yeye anaingia. Haleluya. Alafu akishaingia anaondoa hata vitu vingine vyote, alafu anakaa. Na ndio Biblia inatuambia, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, anatawala maeneo yote. Sasa kama anatawala maeneo yangu yote, nini kinanisababisha sasa niendelee kutembea katika uguni na amani kama homa ya kipindi? Haleluya. Ukombozi au deliverance tiwa ni ile inayoletwa na Roho Mtakatifu, anapoleta ufunuo kwa habari ya shida au kwa habari ya tabia ulionayo. Ninapokubali sasa kugeuzwa kwa kufanya upya nia yangu na Bwana, ninawekwa huru kutoka hapo. Huyu mtu ambaye hii serikali mpya imeingia ndani yake, anachoanza matokeo yake sasa, kama alikuwa hana ujasiri unaingia, anaomba hivyo vitu ili atawale. Haleluya. Lakini swala la utawala huu inakutegemea wewe, umemruhusu kwa namna gani? Mungu asaidie sana. Kama ukipata nafasi kadogo kwamba yeye anaweza mpaka hapo, atatembea na wewe kwa viwango hivyo. Amen. Mungu asaidie sana. Amen. Na tukikubali kwamba yeye ni mfalme wa wafalme, kwamba yeye ni Bwana wa mabwana, ni Mungu wa miungu, manake sasa yeye anaongoza maisha yangu, manake nitatembea katika hali hiyo. Unapotaka kutembea katika mamlaka ya kweli ya kiungu, lazima utoke kwenye raia pacha. Wewe mwenye mtu ambaye ni raia wa nchi mbili, utakwenda kwenye mkutano huu, utawekewa mikono leo, utasema sijui nimefanyaje, utakemewa pepo leo, utatoka utaelekea sijui, utatembea mpaka uvurugikiwe. Ukishachoka na kupa miumbi ya dunia sasa, ngoja nikajaribu na huku. Mungu asaidie sana. Ngoja nikajaribu na huku. Manake yote hayo ni kwa sababu hujafanyika kuwa kiumbe kipya, hujakubali kuwa raia halisi wa ufalme wa